الحديث الأول hadithi ya kwanza kwenye hadithi zinazozungumzia masala ya mavazi kwa upande wa mwanamume wa Kiislamu. Katika uzuri wa dini yetu tukufu hakuna kitu chochote kilichoachwa isipokuwa kimebainishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani Waislamu sisi tunajivunia dini yetu hivyo, na dini yetu tunasema imekamilika pana, kwamba hakuna kilichoachwa. Yani Muislamu azembee tu kutokufuatilia Uislamu wake, lakini hakuna chochote ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakufundisha umma. Ni dini ambayo huwezi wewe kupata mfano wake. Ni dini imekusanya sharia za kiulimwengu na sharia za akhira. Hadithi ya kwanza kutoka kwa Ibn Umar, an Ibn Umar radiyallahu anhuma. Ilo neno hapo linatakiwa liwe ibni, imekuja ibna. An Ibn Umar radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Allah waridhie yeye na huyo Umar ibn al-Khattab ambaye ni mzee wake. Huyu ni mtoto, Allah amemjalia uswahaba, na baba yake pia anafahamika Umar ibn al-Khattab ni sahaba, Allah waridhie wote wawili. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, anasema hakika mtume sala na salam zimwendee amesema, bainama rajulun, wakati ambao mtu, yajurru izarahu min alkhuyalai, aburuza nguo yake chini kutokana na kiburi alichonacho. Khusifa bihi, bas alididimizwa kwenye ardhi akiwa na nguo yake aliyoivalia au aliyoivaa ikiwa inaburuzika chini kwa kiburi tu. Fahuwa yatajaljalu fil ardi, basi yeye akawa niseme lugha gani kule, kuhangaika kule, yani anadidimia chini lakini huku anahangaika kutaka kujinasua, ndio yatajaljalu, anapuputika, kwa maana anahangaika. Yaqtaribu hina nuzulihi fil ardi, kwa maana anatikisika akiwa anahangaika wakati wa kutelemka kwake chini ya ardhi, wakati anazama anadidimia, lakini anahangaika, anataka jinasue na hiyo hali lakini hawezi. Ndio hii fahuwa yatajaljalu, akawa didimizwa chini ya ardhi hali ya kuwa yeye anahangaika kutaka kujiokoa, ila yaumil qiyama, lakini yule mtu akawa adidimia tu, azidi kwenda chini tu, na hali hiyo itaendelea mpaka siku ya kiyama, yeye anazama chini tu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kuwaeleza masahaba kwamba katika kaumu zilizopita huko nyuma kuna mtu adidimizwa kama hivi, na maulamaa pia wanasema huenda hali hii inazungumzwa itakuja kutokea huko mbele. Kuna mtu atadidimizwa kwa sababu ya uburuzaji wa nguo yake chini, basi atazama chini mpaka siku ya kiyama, kwa sababu anavusha vifundo viwili vya miguu yake kwa mavazi, na hali ya kuwa anafanya kiburi tu. Hakuna chochote kinachompelekea yeye afanye hivyo, ni inadi tu. Anaambiwa kwamba sharia iko hivi, lakini yeye anafanya inadi tu. Bwana, sisi tulivyozoea katika mji wetu au katika familia yetu, ukoo wetu, hatuvai hivyo.
au taifa letu au mbona wa Marekani au mbona hawavai hivyo 50 Cent tu mwenyewe havai hivyo. Maana watu wengi hivi sasa mambo ya mavazi haya fasheni wamehamia Marekani. Muislamu naye kahamia Marekani. Hivi leo wanamuziki siji kama Marekani au siji Jamaica siji nchi gani wamevaa nguo fupi nisfi safi, basi imegeuka kuwa ni fasheni. Hata wanafunzi wa mashuleni wa sekondari utakutana wao wanavaa nguo fupi, ukivaa ndefu wanakushangaa. Si kwa ajili ya dini, kasema mtume hawajaelewa, lakini katokea siji mtu gani huko mwanamuziki siji nani huko Marekani kaleta fasheni hiyo na wao wanavaa nguo fupi. Angalia vijana, utaona wale vijana wanaokwenda na wakati wanakwenda na fasheni wale. Utaona nguo zao zivuki vifundo viwili zinaishia huko. Lakini hadithi hizi zipo miaka kibao. Mashehe wamesema misikitini na wanaingia hao watu msikitini kuswali na wanasikia kwamba nguo ya Muislamu kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam Muislamu mwanamume haivuki vifundo viwili, anayevaa hivyo ni Muislamu wa kike ndo anavusha. Hawakuelewa. Lakini alipotokea mwanamuziki huyo akaleta fashion hiyo, basi wakaelewa. Kadhalika uachiaji wa ndevu, katokea sisi mwanamuziki gani tena wala sio Muislamu akaanzisha fashion ya kuacha ndevu, basi na wao vijana wanaachia ndevu. Wale waislamu walioambiwa na mtume acheni ndevu walikuwa wananyoa, lakini akatokea kafiri gani siji huko yeye akaona fashion yake ngoja aweke ndevu, basi na wao vijana wa Kiislamu wameingia. Kwa hiyo huo ndo ulimwengu wa Kiislamu ulipofikia. Yani kafiri ndo tunayemuiga kuliko mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa muone kama hii ni hatari. Kama Uislamu wenyewe ndio upo hivi, amuone kama tulipofikia ni hatari. Allahu musta'an. Hiyo ni hadithi ya kwanza ameitaja al-Imam al-Bukhari, kadhalika Imam Muslim rahimatullahi ta'ala alayhima. Al-Imam al-Bukhari ameitaja hadithi hii, hapana, hii ya pili ni Bukhari na Muslim, hii ya pili ni Bukhari peke yake kwa namba 3485 katika Sahih Bukhari. الحديث الثاني حديث ya pili عن ابن عمر kutoka kwa huyo ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hii ndio Bukhari na Muslim kwa namba ya Bukhari 5783 kwa namba ya Muslim 2085. anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah swalla na salam zimfikia amesema, la yanzuru Allahu, hamtazami Allah, ila man jarra thawbahu, kwa yule mtu ambaye mwenye kuiburuza chini nguo yake, khuyalaa, kwa kiburi. la yanzuru Allahu, hamtazami Allah, ila man jarra, Allah hatazami kwa mtu ambaye mwenye kuburuza thawbahu, nguo yake, khuyalaa. Je, kuna dharura ya kufanya hivyo? Hakuna, fasheni. Ndo kiburi hiko. Kuna watu wanajaribu kujitetea, unajua mimi ninavusha kwa ngombe lakini sivushi kwa kiburi. Anayevusha kwa kiburi anafanyaje? Yani anayevusha kwa kiburi anafanyaje? Anajiandika mimi ninavusha kwa kiburi. Kwani kiburi ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa nini kiburi, akasema al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ndio kiburi. Al-kibru batarul haqqi, kibri ni kuipinga haki. Sharia iko hivi, haki ni hii, wewe wapinga, ndio kiburi moja katika aina zake. Na aina ya pili wa ghamtun nas, na kuwadharau watu. Kiburi ni dharau kwa watu, dharau kwa sharia, dharau kwenye haki, ndio kiburi.
Kwa hiyo inawezekana mtu akawa si kiburi katika upande huu lakini akawa kiburi katika upande huu. Inawezekana kwa watu wako ni mkarimu, watu unawaheshimu, lakini katika sharia wewe una kiburi. Inawezekana ikawa kwenye sharia baadhi yako wazitengeneza, lakini kwa watu unawadharau watu, una kiburi. Kwa hiyo mwenye kuburuza kwa kiburi, wewe unasema mimi siburuzi kwa kiburi, wewe unaburuza kwa dharura gani? Na pia tuelewe kuburuza hapa haikusudii mpaka wewe unaburuza michanga na matakataka na manyasi. Yaani kitendo cha kuvuka kongo mbili ndio inaitwa isbali. Kuburuza hapa si mpaka iwe kama ule mkia wa njiwa unavuburuza chini. Njiwa anavukuruza dume, ushamuona anavuburuza mkia wake. Sio ndo makusudio vile. Ikiwa vile tena wewe umevuka kiwango, lakini kinachokusudiwa ni kule kuvuka kongo mbili kuja chini ndio inaitwa isbal. Twende kwenye hadithi ya 3. Alhadithu thalith, hadithi ya 3 an Abi Hurairata, kutoka kwa Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah sala na salam zimfikie amesema, la yanzuru Allahu yawma alqiyama, Allah hamuangalii siku ya kiyama, ila man jarra izarahu, kwa yule mtu ambaye mwenye kuiburuza nguo yake, batara, kwa kiburi. Utetezi wanaofanya jambo hili anasema na mimi sifanyi kwa kiburi. Ila kwa kitu gani? Yaani wewe unaambiwa kwamba nguo uvae ima nusu saki au ishie katika fundo mbili ininginie hapo. Kama wewe ni mwanamume, kwa mwanamke inavuka hapo mpaka chini huko, hakuna tatizo. Lakini huyu ni mwanamke, wewe mwanamume isivuka unasema mimi sifanyi kwa kiburi. Hujasikia? Yaani hiyo sio kiburi, nini? Elezea. Kwa mfano ndo mtu anamkataza mwanawe usifanye jambo fulani, yeye anaendelea kufanya tu. Wewe mtoto wewe, mbona uelewe wewe? Kiburi sana. Mimi sifanyi kwa kiburi baba. Tujielezee sasa. Unafanya kwa jambo gani? Mimi umenikataza sawa, lakini mimi ninafanya, lakini sio kwa kiburi. Kwa vipi sasa kumbe? Sitaki mchezo huu ucheze. Sitaki jambo hili ufanye. Lakini yeye kila kukicha anafanya. Wewe mtoto, mbona kiburi wewe? Baba, mimi ninafanya lakini sio kwa kiburi. Kwa lipi? Toa maelezo. Kwa lipi? Kwani huyu mtoto sinatakiwa akupe maelezo yenye kushiba? Au akisema sio kwa kiburi tu ndio inatosha? Kwa hiyo kuna ahadi ngumu na makemeo makali. Tumemwacha Ibn Umar, tumekuja kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na yeye anasema hivyo hivyo. Amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la yanzuru Allahu yawma alqiyama, Allah hamtazami siku ya kiyama, ila man jarra izarahu, kwa mtu ambaye mwenye kuivusha kongo mbili nguo yake, batara, afanya hivyo kwa kiburi tu, kwa kupinga tu. Al-kibru batarul haqqi, kibri ni kuipinga haki. Na hapa hivyo hivyo anafanya yeye batara kwa kupinga tu. Sheria iko hivyo, lakini mimi sifai hivyo. Tumeelewa maneno? Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii hadithi pia ameitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi kwa namba 5788 kwenye Bukhari, kwenye Muslim namba 2087. Alhadithu rabi', hadithi ya 4 an Ibn Umar. Hadithi hii imesimuliwa kutoka kwa sahaba yule wa kwanza. Nani? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala, amesema, marartu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilipita mimi kwa mtume wa Allah
Siku moja mtoto wa Umar ibn al-Khattab, Allah waridhie, huyu kijana Abdullah ibn Umar, katika matembezi yake akapita kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema wa fi izari istirkha'un, na kwenye nguo yangu niliyovaa kulikuwa na ule mshuko, kwa maana kule kuteremka chini, imevuka kongo mbili, kuna kuburuzika. Wa fi izari, na kwenye nguo yangu istirkha'u, kulikuwa na kuteremka, nguo imeteremka sana chini. Naelewa vizuri? Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona kijana huyu wa kiume amevaa hivi, akamuita ya Abdullah, ewe Abdalla, kwa Kiswahili turudi kizaramu wazaramu Abdullah wanamuita Abdalla, kwamba kwa Kiswahili bwana Abdalla. Kwa hiyo Mtume alayhi salam akamuita ya Abdullah, ewe Abdalla, irfa izaraka, anasema akamwambia pandisha nguo yako, nguo ilishuka chini. Irfa izaraka, nyanyua nguo yako, au kitako tatafsiri kikoi chako, pandisha kikoi chako. Anasema farafa'tuhu, huyu kijana anaelezea mwenyewe, farafa'tuhu, nikakipandisha nguo, nikainyanyua juu itoke chini ilikoelekea ije juu. Thumma qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwangalia. Mtume yuko makini, anamwangalia. Alipomwambia pandisha nguo yako, atafanya nini? Yule kijana anasema farafa'tuhu, nikaipandisha. Thumma qala, kisha baada ya kupandisha akamwambia zidisha. Alipandisha, inaonekana upandishaji haukuwa mwingi, akupandisha sana, alipandisha kidogo. Mtume akamwambia zide. Afanye nini? Zidisha. Azidisha nini? Kupandisha juu, nguo izidi kupanda juu, itoke chini huku. Anasema fazidtu, nikazidisha kupandisha. Fama ziltu ataharraha ba'du, anasema baada ya hapo sikuacha mimi kuchunga nguo yangu. Fama ziltu ataharraha ba'du, baada ya maelezo hayo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sikuacha kuichunga nguo yangu kuwa haishuki chini, kuwa haivuki vifundo viwili. Kwa nini? Kwa sababu siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimgombeza jambo hilo. Je, hapa Ibn Umar alikuwa ameivaa nguo kwa kiburi? Ili wewe uelewe kwamba huko kuvaa kwa kiburi ni vipi. Ibn Umar anaambiwa na Mtume, pandisha nguo yako. Hivi wewe wa leo wasa, mimi bwana ninavaa sipandishi kwa sababu mimi sivai kwa kiburi. Mnanielewa? Mjenielewa? Hawa makhurafi hawa wenye kukhalifu sharia, kila kukicha wao kielekezwa masala ya mavazi, mashehe wao wanasimama kidete, sisi tunavaa hivi hivi na hatuvai kwa kiburi. Mtume kasema ataingia motoni, sijui Mtume kasema Allah mtazami yule ambaye mwenye kuvaa kwa kiburi, si hatuvai kwa kiburi. Sahaba wa Mtume huyu Abdullah ibn Umar, huyu alivaa kwa kiburi au alivaa vipi? Mtume alipomuona sasa anamwambia pandisha nguo yako, amepandisha, anamwambia zidisha tena. Ibn Umar anasema kutokea hapo, famaziltu ataharraha ba'du, sikuacha kuwa nachunga mavazi yangu baada ya hapo. Sikuvaa tena kizembezembe, ikawa nguo inateremka chini, inavuka vifundo, inaburuzika huko, mimi sina habari. Nikawa niko makini na uvaaji wangu.
Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume na sharia ya Allah na sharia ya Uislamu na sharia anayofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio watu bora katika umma. Sikiliza maneno haya yanatoka kwenye kinywa safi. Fama ziltu ataharraha ba'du, baada ya hapo sikuacha kuchunga mavazi yangu. Faqala ba'dul qaumi, baadhi ya watu wakasema, ila aina, hiyo nguo inatakiwa ipandishwe hadi wapi? Muislamu asivae nguo inayoburuzika chini, bali inatakiwa inyanyuke juu. Inyanyuke hadi wapi? Faqala, akasema, ansafi saqaini, mpaka katikati ya nini? Nusu ya ngoko mbili. Ngoko mnajua? Miguu, ugoko ni huu. Sawa, kwa Kiswahili zikiwa mbili ndio nasemaje? Migoko, ngoko au magoko? Waswahili kazi kwenu. Mnasemaje? Miundi miwili. Almuhimu kwamba akawaambia Ibn Umar, mtume kanielekeza nipandishe mpaka hapa katikati ya ugoko. Leo hii Muislamu anayevaa nguo kwa maelekezo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, eti watu wanamkejeli. Wanaambia amevaa nguo kama anataka kuvuka mto. Kuvuka mto mnajua? Yaani dimbwi la maji unataka kuvuka, kama umevaa suruali yako unaikunja ile. Na wengine ndio wamefanya alama. Wale wanavaa vigo vifupi mwingine yule huyu anaonesha ugoko wake. Kapita huyu. Ukisikia huyu ndio yule anavaa nguo hadi humu. Yaani imekuwa sehemu istihza. Allahu almusta'an. Kwa hiyo tunaishi katika jamii ya watu kama hawa, ujinga ni mwingi sana. Sasa kama hawa wanafanya istihza, mmesoma kule katika vitenguzi vya Uislamu, mwingine anafanya istihza na mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, utamkufurisha? Humkufurishi, ni jahil. Hautamtoa kwenye Uislamu, ila wewe utasikitika kwamba watu tuko mbali na mafundisho sahihi ya dini yetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki. Alhadithu alkhamis, hadithi ya 5. An Hubayb al-Ghifari radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah, man wati'a ala izarihi, mtu ambaye mwenye kuikanyaga nguo yake, khuyalaa, kwa kiburi, yani akavaa nguo hadi anaikanyaga kwa kiburi, wati'a fi nari jahannam, basi aelewe kwamba huyo anakanyaga kwenye moto wa jahannam. Umeelewa maneno? Kwa hivyo leo ndio fasheni kwa vijana wa Kiislamu. Namkuta kijana kashapiga jinsi yake vizuri kabisa na laba yake, basi bwana hajali, suruali inakanyagwa. Imekuja katika sunna, katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye mwenye kuacha vazi lau mashuhuri la shahara kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya sharia, kwa ajili ya dini. Mtu ana suruali yake mzuri kabisa, nguo ambayo inaonekana kwamba ukivaa ndio umetoka, akaamua kuacha uvaaji huo au suruali hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
huyu ni katika watu wanatarajiwa kuwa na neema kubwa sana. Ni katika watu wanaotarajiwa kuwa na neema kubwa sana. Mtu akaacha mavazi kwa ajili ya Allah, mavazi ya umashuhuri kwa sampuli zake zote, lakini hakuna bwana nini bwana, basi lillah akachukua mavazi mengine ya kawaida akaamua kuvaa. Kwa hata kama nguo yako kaitengeneza vizuri, basi ukatekeleza ule Uislamu wako, si wewe unaingia katika hili. Ni kiasi cha kupiga hatua kubwa sana katika dini yake mtu, na mtu huyu siku ya kiyama ana neema, Kwa hiyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku wakaamua kuacha maguo yao kwa ajili ya dini tu, wakaamua kuvaa mavazi ya Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala wahifadhi na awalipe khairi zilizokuwa nyingi sana kama ilivyoahidiwa. Kwa hiyo ukanyagaji wa nguo jamani ni jambo la hatari. Mtu kuvaa kanzu mpaka anaikanyaga, au kuvaa suruali hadi anaikanyaga, au kuvaa shuka kikoi hadi anakikanyaga, haifai. Man wati'a ala izarihi khuyalaa, mwenye kukanyaga nguo yake kwa kiburi, wati'a fi nari jahannam, basi aelewe kwamba anakanyaga kwenye moto wa nini? Wa jahannam. Hadithi hii ameipokea Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imelekwa kwa namba 10887. Twende katika hadithi ya 6. Alhadithu sadisu, hadithi ya 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah Allah amridhie, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, naye anasimulia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma asfala min alka'bayn min alizari fa fi an-nari, kile kilichozidi chini ya kongo mbili katika nguo basi motoni. Ma asfala, kile ambacho kilichoelekea chini, minal ka'baini, kutoka kwenye fundo mbili. Vifundo vile vinafahamika hivi. Ma asfala, kile kilichokwenda chini, minal ka'baini, kutokea pale kwenye fundo mbili, minal izari, katika nguo, fa finnari, basi motoni. Hii ameitaja al-Imam al-Bukhari hadithi hii, rawahu al-Bukhari kwa namba 5787. Imelekwa kwa hadithi ngapi? Hadithi ya 6. Tukasimamia kwenye hadithi ya ngapi? Ya 7 au panatosha? Tuendelee. Hadithi ya 7. An Abi Jurayy Jabir ibn Sulaimi qala, amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, na wala usidharau chochote katika mambo ya wema. Wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, kwenye wema, katika mambo ya wema usidharau chochote. Kumbe hadi kuvaa huku, kuvaa ni katika wema. Wewe ukawa unavaa mavazi kwa mujibu wa sharia ya Uislamu ni katika wema. Wa an tukallima akhaka,
na wewe kumzungumzisha au kumsemesha ndugu yako, wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka, na hali ya kuwa wewe uso wako umekunjuka kwake, ni katika wema. Usidharau chochote katika wema, usije kudharau kitu bwana. Wa antukallima akhaka, na kumsemesha, kumzungumzisha, kuongea na ndugu yako Muislamu, wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka, na hali ya kuwa uso wako umekunjuka kwake, unaongea naye hali ya kuwa uso umekunjuka, sio umekasirika umenuna unaongea na mwenzako. Basi kufanya hivyo ni wema huo, usidharau hilo. Basi jitahidi, akija Muislamu kule salamu alaykum, basi unajichangamsha vile, ili mradi uso wako ukunjuke, uwe umekaa safi vitambarara. Jamaa si mbona kanikasirikia vipi? Unamuonesha ucheshi fulani hivi, ni katika wema, wewe wapata thawabu ibada hiyo. Kadhalika kuacha majinzi yako marefu yale, ukachukua nguo iliyokuwa fupi inaishia katika vifundo viwili au kuja juu, ni ibada hiyo, ni katika wema, ni katika maarufu. Usidharau chochote. Usifikiri kwamba wewe unachukua nguo yako fupi unavaa mchana wako mpaka usiku wako, unavua unalala, unachukua nguo yako ya kulalia eti hujapata kitu. Umepata thawabu wewe, umevuna thawabu wewe, kwa sababu unatekeleza sharia. Wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, katika mema haya kuwaingizia thawabu, msidharau chochote kile. Umeelewa maneno? Na duniani ndio sehemu ya kuvuna. Sasa wewe unavuna kwa kuvaa nguo yako tu, unasemaje? Umevaa kanzu yako nusu saki, wewe wapata thawabu. Umevaa suruali yako nusu saki, wapata thawabu. Thawabu mbona zipo mashehe? Thawabu zipo, wenye kuvuna wanavuna. Allahu almusta'an. Tumuombe Allah atuongoe jamani. Wa antukallim akhaka wa anta mumbasitun ilayhi wajhuka, na kuongea na ndugu yako hali ya kuwa uso umefanyaje? Umekunjuka. Inna dhalika min alma'ruf, hakika hayo ni katika nini? Ni katika maarufu, ni katika wema. Tunaelewana Warfa izaraka ila nisfi saqi, anasema na upandishe nguo yako mpaka katikati ya ugoko. Warfa izaraka, na uipandishe nguo yako ila nisfi saqi, mpaka katikati ya ugoko. Fa in abaita, kama hukutaka katikati ya ugoko, fa ila alka'baini, basi mpaka katika vifundo viwili vya miguu. Chagua, ima katikati ya ugoko kanzu yako iwe fupi sana kuja juu, au kama utaki basi shusha chini ishie katika vifundo viwili hapa. Umeelewa maneno Wa iyyaka wa isbal al-izari, ole wako, tahadhari na kufanya isbali kwenye nguo na kuvusha kongo mbili, ndio isbali inayokusudiwa hapa. Naona hadithi imeshakuwekea hapa katikati ya ugoko. Kama hukutaka katikati ya ugoko, basi iwe kwenye vifundo viwili. Baada ya hapo akatahadharisha isbali, maana yake kutoka kwenye vifundo viwili ndio inaingia isbali. Sasa tumeelewa maneno Wa iyyaka wa isbal al-izari, na tahadhari na kuburuza nguo, ndio isbali. Isbali nini? Kuvifunika hivi vifundo viwili na nguo yako. Fa innaha min al-mathila, hakika kufanya hivyo ni katika nini? Al-mathila, ni katika kiburi. Wa inna Allaha la yuhibbu al-mathila, na hakika yake Allah hapendi kiburi, hapendi kabisa. Wa in imru'un shtamaka, na akitokea mtu amekutukana, wa ayyaraka, na mtu akakufedhehesha akakutia aibu, bima ya'lamu fika, kwa kile ambacho anachokijua kwako, akakutia aibu kwa jambo analolijua akakuaibisha wewe, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, basi na wewe
wala usimtie aibu kwa kile unachokijua kwake, usimrudishie hivyo. Umeelewa maneno fa inna ma wabalu dhalika alayhi, hakika marejeo ya hilo itakuwa ni juu yake. Ubaya na jambo hilo itakuwa kwake wewe, usitaki kulipiza kisasi kwa hilo, akakuaibisha na wewe ukamwaibisha. Tumeelewa maneno? Tuishie katika hii hadithi ya 7 insha Allah. Kesho tuondoke na hadithi ya 8. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika kufuata sharia yake. Allah atutie mapenzi katika nyoyo zetu kufuata sharia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.